Leo nataka kuongea na mabinti na wanawake. Ifike hatua mabinti na wanawake tupunguze lawama kwa watumishi wa Mungu. Unakuta mtu ametoka kanisani alipokuwa anaabudu kwa muda mrefu. Mimi siwezi kuendelea pale kanisani kwa sababu mchungaji amenitaka. Mimi kwa sababu sijui tumegombana na washirika, kuanzia leo mimi siwezi kwenda kanisani. Nataka nikwambie kitu ambacho kitakusaidia. Binti au mwanamke, unapoenda kanisani lazima utambue kwamba haumfuati mchungaji wala washirika, unamfuata Mungu. Itakusaidia. Usije ukapishana na baraka za Mungu ambazo amezikusudia kwenye maisha yako. Usije ukaukosa ufalme wa mbinguni. Lazima ujue kwamba uliyefuata kanisani sio washirika wala mchungaji, umemfuata Mungu aliye hai. Kwa hiyo kama umemfuata Mungu aliye hai, lazima ujue namna ya kuishi na wanadamu. Lazima utambue kwamba mchungaji ni mwanadamu aliyepewa mamlaka na Mungu na kuaminiwa kusimama na wewe, lakini ni mwanadamu ambaye ana madhaifu. Lakini pia lazima ujue kwamba washirika wenzio ambao unaenda unakutana nao hapo kanisani wana udhaifu kama ambavyo wewe una udhaifu. Kwa sababu mimi nataka niulize, wakati unasema washirika wamelisema, sijui mchungaji amefanya kwenye 2-3, wewe hujai kukosea? You are too perfect. Wewe uko sahihi. Ukilijua hili litakusaidia na utaacha kuzunguka kwenye makanisa. Alafu ngoja nikukumbushe kitu kingine. Kuacha kanisa na kuenda sehemu nyingine na kumtangaza mtumishi wa Mungu haimaanishi kwamba Mungu ataacha kumtumia huyo mtu. Nataka nikukumbushe kwamba, angalia, alikosea kabisa Musa. Haruni na Miriam wakamsema, nini ambacho kilitokea? Mungu aliwaadhibu nani? Miriam na nani? Na Haruni. Kwa nini? Anaheshimu vazi. Wa kumwadhibu mtumishi wa Mungu ni Mungu mwenyewe. Kwa sababu wakati Mungu anamchagua huyo mchungaji, alishajua kwamba ni mwanadamu na kuna wakati atakosea kama mtumishi. Kitu kikubwa ambacho kitakusaidia pindi ambapo unaona huyu mtumishi wa Mungu ametindikiwa, kimbilia kwenye maombi. Punguza maneno na kwanza kumtangaza, kwa sababu hata umtangaze aliyechaguliwa kachaguliwa, ila shetani mwenyewe ameshajitambulisha kabisa kwenye Biblia kwamba atampiga mchungaji, kondoo wafanyaji watawanyike. Kwa hiyo lazima ujue kwamba babako wa kiroho kila wakati ana vita, na hii haijaanza kwa babako huyo wa kiroho ambaye wewe unaonekana anakutaka au kuna kitu amekufanyia au kuna makwazo amesababisha. Angalia, ni huyu Petro anamwambia wewe ni mwana wa Mungu, lakini huyo Petro anageuka anasema la hasha, hatakupata haya. Kwa hiyo Petro alitumiwa na Mungu, lakini pia akatumiwa na shetani. Kwa lazima ujue kwamba babangu wa kiroho kuna uwezekano wa kutindikiwa. Unatakiwa umfuate mzazi wako wa kiroho ambaye Mungu amekuamini ukae chini yake na upate baraka kupitia yeye, kwa sababu kila mtu, kuna mtu ambaye Mungu amekusudia kwamba ndo akuvushe. Unatakiwa kumfuata kama anavyomfuata Yesu. Pindi ambapo unaona kwamba ametindikiwa, kakutaka, kakuuzi, utaingia kwenye maombi. Ukiona unakosa amani ama kanisa, lakini punguza maneno. Utajipunguzia baraka, utajicheleweshea, utaukosa ufalme wa mbinguni, kwa sababu hata uongee sana hakutasababisha maneno yako Mungu aache kumtumia mtumishi wake. Hii itakusaidia sana. Mimi siwezi kwenda kanisani kwa sababu mchungaji kanitaka. Ni mwanadamu kama ambavyo ulivyo na madhaifu, na yeye ana madhaifu. Wewe hujai kukosea. Tena mwingine unasubutu kusema hivyo, ni mtu ambaye asubuhi, mchana, jioni unachepuka, unakosea, unasengenya watu. Washirika wamenisema. Umemfuata mshirika, umemfuata Mungu kanisani. Ifike hatua wanawake tubadilike, tupunguze kashfa kwa watumishi wa Mungu, wanapitia mengi mazito. Ukiona, ndio maana kuna umuhimu wa mtoto wa Mungu mwenyewe kabla ya babako wa kiroho kujifunza wewe mwenyewe neno la Mungu. Ukishaona babako wa kiroho anakutaka, anakuambia tuzini, unaona kabisa Biblia inakataa kuzini, si unamkatalia? Unamvulia nguo. Kesho na kesho kutwa anakuacha, anamtaka mwingine, unaanza kutangaza maneno, sijui amenitaka, sijui na nini. Wewe ulikuwa, ni kweli amekutaka. Mungu naye atasema ni kweli mwanangu alikutaka, alitindikiwa, si ndio? Wewe kama mtoto wa Mungu ulikuwa hujui kama Biblia imesema kwamba usizini. Kwa hiyo lazima ujifunze kujisimamia na kujua kwamba huyo mtumishi wa Mungu ambaye ametindikiwa siku ya leo, kakuuzi, sijui kakutaka kimapenzi, ni mwanadamu ambaye anaweza kukosea, na kabla Mungu hajamchagua huyo mtumishi wake mpaka mafuta kumweka kwenye hiyo nafasi kusimama na wewe, alijua kwamba kuna wakati atakosea. Au ambao unasali nao ni washirika, alijua kuna wakati watakwaza. Ndio maana kila siku tunatubu. Hata wewe pia wakati unasema kwamba washirika wanakukwaza na mchungaji anakukwaza, pengine hata wewe pia ni kwazo.
Kwa hiyo jifunze kuondoka kwa mpako wa mafuta pindi ambapo unaona amekukosea kwa amani, na usimtangazie mabaya, kwa sababu unapomtangazia mabaya unajifungia baraka, unaingia kwenye vita na Mungu. Unapomtangazia mpako wa mafuta kakusema vibaya, sijui kakutongoza, haupigani tena na mpako wa mafuta, unapigana na kazi ya Mungu, kwa sababu utaua mioyo ya watu wengi kupitia wewe. Nyamaza kimya, omba toba, omba rehema. Mungu atajua namna ya kumwadhibu huyo mpako wa mafuta aliyemuita akafanya hayo makosa, kwamba mtumishi wangu hapa ulikosea. Lakini hilo usipishane na baraka zako, acha kumsema. Muombe toba, muombe rehema. Ama kanisa, kama usikia amani, kama unasikia amani, nenda wewe, fuata neno lake. Akikwambia na kutaka kata, kwani atakulazimisha? Atakufungia ndani ya kubaki? Tupunguze lawama. Watumishi wa Mungu wanapitia magumu na ni wanadamu, ila wameaminiwa tu kusimama na sisi. Punguza haya maneno. Kuanzia leo, mama, mimi siwezi kwa sababu nilipokuwa nasali, mchungaji kanitaka. Ni mwanadamu. Washirika wamenikwaza. Ni wanadamu. Mind your business. Umefuata nini kanisani? Umemfuata Mungu. Fuata kama ambavyo Mungu anasema. Wakitaka kufanya hivi, wewe mwenyewe neno la Mungu unalo, kataa. Itakusaidia Mkristo. Itakusaidia kutokupishana na baraka zako. Itakusaidia uone ufalme wa mbinguni. Hakuna kanisa ambalo utaenda ambalo halina mapungufu wala madhaifu. Utajichosha. Tena nakwambia utajichosha. Zingatia nilosema, ishi kwenye hii nafasi yako, itakusaidia.